Sasa unajikuta watu alikuwa anaumwa pressure, mtu alikuwa anaumwa kisukari, leo anaenda kutumia mafuta, leo anaenda kutumia chumvi. Unategemea anaondoa tatizo au anazidi kuongeza tatizo? Ndio maana unashangaa mtu amekufa ghafla, alafu anasema ni bahati mbaya. Kumbe hapana, kwa sababu umeenda kuongeza tatizo, moyo utapanuka. Wamekwambia usile nyama, usile hiki, usile hiki, usile chumvi. Leo unaenda kutumia vitu kama hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo haina madhara tu kiroho, lakini pia na kimwili, kibiolojia, kiafya, inaenda kuharibu mwili wa mwanadamu. Sasa watu wengi wamefia huko. Ulisikia huko watu wanaambiwa mfunge paka kufa huko. Ni manabii hao. Shakahola huko. Chacha Mackenzie. Aliwaambia watu fungeni mpaka kufa. Watu wakafunga kwa sababu watu wameteka ufahamu. Kama mazezeta, kwa sababu ukishafika pale cha kwanza manabii wa uongo wanakamata ufahamu. Wanakamata ufahamu. Hata utahubiriwa namna gani hautaondoka kwa sababu tayari nafsi yako imekamatwa. Ndio maana wako pale anawakanyaga watu kwenye migongo, watu wanakuta kama mazezeta tu. Wewe kama mtu una akili timamu utasema kweli wewe ni Mungu chini ya jua. Alafu shawe kuona mfalme mwanamke. Mfalme anajiita mwanamke. Yaani mwanamke awe mfalme. Ulishaona kitu hiki? Ni kitu ambacho haiwezekani. Alafu anasema eti watu wakiponywa anasema hebu sema hapo. Hivi kweli unaufahamu bado umekaa hapo kwenye madhabahu? Lazima ifike kipindi tufunguliwe ufahamu wetu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ninarudi pale. Baada ya kuwa nimefunuliwa mambo yote yale na nikaangalia yule mkanda wa marehemu Kanumba na kuyaona hayo, ndio Mungu ananiambia sasa nimeenda kwa yule mwinjilisti, tumekuwa naye pale tunaomba paka asubuhi. Ilikuwa siku ya Jumamosi paka Jumapili asubuhi tuko tunaomba. Paka Jumapili asubuhi tuko tunaomba. Wakati ule saa 11 ndio Roho Mtakatifu ametulia. Nikajikuta nikasema jamani, basi niombeni mnipe ruhusa nirudi nyumbani nikajiandae kwa ajili ya ibada ya Jumapili. Ilipofika ibada ya Jumapili, nimejiandaa asubuhi ile nikaingia ibadani. Ile nafika tu naanza sifa na nena kwa lugha. Yaani nilinena kwa lugha karibia ibada inaisha. Inakaribia kuisha. Niko nena kwa lugha nimejazwa nguvu, naenda madhabahuni nalia sana. Nalia sana, naambiwa maelfu ya watu wanaangamia. Nimekutuma ukaiambia dunia. Kwa sababu maelfu ya watu wameziacha ibada makanisani. Kuna watu leo wako makanisani, lakini ni jina tu iko kanisani. Nafsi yake haipo. Nafsi yake haipo. Pale alipo kwenye mkoba ana mafuta ya upako, ana chumvi za upako, ana maji, mtu anatembea na chumvi, yeye anatembea na mafuta. Mtu anaagiza niletee huko, anatuma pesa, wanamletea. Mtu ameenda huko, nimefika pale Kawe na kuta maelfu ya watu. Unamuuliza mtu, wewe hapo umetokea wapi? Mimi Bukoba, mwingine Arusha, mimi Mbeya, mimi nimetokea Sumbawanga, mimi nimetokea wapi? Watu maelfu. Alafu kuna kibanda pale, hema kubwa, kuna mafuta yamejaa mle, chupa za kutosha. Na maji yamejaa mle ya kutosha. Kwa hiyo ukifika pale kama ibada hizo sijui wanaita za kufanyaje, wanakanyaga sio mafuta wanafanyaje, unakuta watu lazima uchukue mafuta. Lazima utakanyaga nini? Lazima uchukue mafuta hayo ukakanyage. Kwa hiyo ukishachukua ile mafuta anakuambia pale anauza shilingi 1000, lakini akija mikoani ni 3000 kwa 5000 hadi 10000. Hayo mafuta. Pale sasa mtu ananunua, wengine wameagizwa hadi chupa 5, chupa 10 kutoka mikoani. Mtu anachukua hadi chupa 20. Unakuta mtu anabeba begi limejaa chupa la mafuta, anapeleka mikoani. Sasa unajua wapendwa, ifike wakati tuwe na ufahamu. Tuwe na ufahamu. Alafu ukihoji watumishi hao wanakuambia kwamba zile ni package tu, kwa sababu tulikuwa zamani tunaombea watu kwa maji yao na mafuta yao, lakini serikali ikasema kwa sababu ya kiafya ni bora iwe special. Kwa nini usiwaambie watu akaja na hata na maji yao basi kutoka dukani? Mtu akaja na maji yake kutoka dukani, kwani hawezi kununua? Sana nunua tu special yako silidi, anakuja anatumia. Kwa hiyo uta inspect wote wale walioko pale kwamba nani amekuja na mafuta yake au hakuja na mafuta yake. Au nani amekuja na maji yake au hakuja na maji yake. Kwa hiyo wanasema kwamba tumeamua kuweka package. Wanaenda viwandani wanatengeneza hayo mafuta na maji. Kwamba kwa sababu serikali inasema kwa ajili ya kiafya watakuja na maji safi, wanataka maji machafu, maji taka na nini kwa ajili ya kiafya. Sikiliza, huo wote ni unafiki. Ni kutengeneza fedha. Hao watu wanakuja kwa ajili ya kutengeneza fedha kwa sababu wanajua bila kuuza hivyo vitu hata wafanikiwa haraka. Sadaka peke yake haitomfanikisha. Na ndio maana ni mabilionea wakubwa. Fikiria, nimefika nakuta ibada zaidi ya watu milioni, zaidi ya watu 200,000. Ibada moja, zaidi ya watu 200,000, ibada moja. Maelfu ya watu. Sasa fikiria, maelfu ya watu hao, kila mmoja akinunua chupa moja ya shilingi 1000. Ametengeneza shilingi ngapi kwenye ibada moja?
Lakini watu wanabanwa kodi, hawa watu wa kawaida tu, wafanya biashara wadogo wenye mtaji wa shilingi 200,000. Lakini hawa sijui kama wanabanwa kodi, sijui TRA labda wanafuatilia pia kodi kwa ajili yao watumishi. Ni wengi, sio mmoja. Ni maelfu ya watu wanatengeneza pesa nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa narudi pale. Ndipo Mungu akaniambia sasa. Akasema, fuatilia. Akasema, fuatilia. Sasa unatakiwa ufike kwenye madhabahu hiyo ili uweze kufichua kuona yale nilikuwa na kuambia, ili uweze kuthibitisha juu ya yale mafuta ambayo nilikuwa nakuambia, na yale mafuta mliokuwa mnatengeneza kwamba yanapatikana kwenye madhabahu hiyo. Wende ufike kabisa paka kwenye ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo nikatoka hapa, ilikuwa mwezi wa 7 mwaka 2023. Mwezi wa 7 tarehe 2 ndo nikafika paka kwenye madhabahu hiyo. Nilipofika pale wakaniambia kumuona tu uso kwa uso mpaka ulale pale saa 11 asubuhi. Alfajiri ndo waga wanafungua pale, kuna kamba imewekwa. Kwa hiyo ukifika pale saa 11 hiyo ndo utafanikiwa hata kufika mbele, hata kumuona uso kwa. Na mimi nikasema nataka paka nifike, nikanyage paka kwenye madhabahu naiona hivi. Ili nishuhudie kwamba je, yale mafunuo nilioneshwa na na ile move ya Kanumba, Devil of Kingdom, juu ya ule upako ambao alipokea Kanumba kule kuzimu, na ile nguvu ya utiisho anafanya hivi watu wanaanguka. Pokea, uwe na pepo huna pepo unaanguka. Je, itakuwa ni sawa sawa na hii nguvu ambayo nitaikuta hapa madhabahuni? Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndo naelekea hapo. Naomba kila mtu aweze kuelewa vizuri. Je, ile nguvu nitakayoikuta pale na yale mafuta ambayo yako pale ni sawa na yale mafuta ambayo tulikuwa tunayatengeneza yenye mchanganyiko wa kichawi ambao ndo wanaita mafuta ya upako, wakati ni mafuta ambayo nimechanganyikana na mafuta ya mzeituni? Nikaenda nikasema sasa nataka nifike paka nilala pale paka saa 11. Hiyo la kamba mnakimbia, mnapanga foreni, mnakaguliwa pale na inspection security, wanawakagua pale. Mnakimbia mbio. Yaani usipokimbia hautakaa kiti cha mbele. Hautakaa. Utabaki kumuona kwenye skrini huko japokuwa umefika pale. Utaishia kumuona kwenye skrini huko kwa sababu kuna kukimbia ni kwa nafasi. Ni kwa nafasi. Kuna viti vimepangwa kila, yani zaidi ya viti 200,000. Kwa hiyo unakimbia pale kwa kwenye stage, unakaa juu pale kwenye stage. Unawahi mbele karibu na madhabahu. Kwa sababu kuna madhabahu hapa, kuna viti vinaanzia hapo, kuna zuria la kijani. Linaishia hapa. Baada ya hapo sasa kuna waandishi wa habari. Mimi nilikuwa karibu na waandishi wa habari walikuwa kama mimi nimekaa hapo. Nikasema mpaka nifike nithibitishe kila kitu. Nikamwambia Mungu, naomba tu unitie nguvu. Akasema mimi ndio nimekutuma, sasa nafanyaje? Mimi siwezi kuogopa. Eti kama utaogopa ukanyaga madhabahu, mbona kwa waganga tunaenda na kwa wachawi? Huwezi kuogopa ukanyaga madhabahu yote kwa sababu nimetumwa na nani? Na Mungu. Bwana. Sasa nilipoenda unakaguliwa pale, baada ya hapo wanakuambia pitia lile zuria. Ilikuwa ni baada ya kukanyaga hayo mafuta. Sawa. Unatakiwa ukanyage mafuta ya upako na nini, ikukomboa nyayo na kadhalika. Nikasema sasa wakasema unapita pale kuna viturubali. Viturubali vipande fulani unapewa. Vile vipande alafu na mafuta yako pale pale. Kwa hiyo unabidi ununue. Si unatakiwa uende ukakanyage mafuta sasa. Bila kununua. Sasa utakanyaga nini? Unatakiwa ununue pale. Kwa sababu yanapatikana hapo, si ndio ya upako? Na ndio unaamini ni mafuta ya nini? Ya upako. Kwa hiyo lazima ununue pale pale. Kwa hiyo lazima upite pale. Ukipita pale lazima ununue. Na sio lazima sana. Wanakuambia kama hujanunua basi omba kwa jirani yako. Sio, umeelewa? Omba kwa jirani yako. Sasa unajua wewe lazima, kwa sababu unajua hii kitu ni cha upako. Lazima ukimiliki mwenyewe. Kwa hiyo utapita pale utanunua. Kwa hiyo wakapita pale watu wakanunua tukaingia mle. Mimi niliingia nakimbia kweli, nikasema yani mpaka nifike mbele. Wamesema kwamba usipowahi utakaa nyuma. Nikasema mimi nataka nithibitishe kila kitu. Na yale nilikuwa naiona kwenye TV, kwenye nini, yote niyathibitishe. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikaenda nikafika nakaa kitu cha mbele. Waandishi wa habari walikuwepo kama hapa. Alafu uone Mungu alivyo ajabu. Nilisema hivi, naenda nimevaa t-shirt imeandikwa Christian Gospel Messenger. Mweneze injili wa Kikristo. Kwa sababu mimi kipindi hicho pia nilikuwa ni mwana CGM. Mwana CGM. Tunaposema mwana CGM maana yake ni katika kanisa letu la AGT. Kwa hiyo nilikuwa nimevaa t-shirt imeandikwa CGM au Christian Gospel Messenger, kwa sababu kwenye kanisa letu la AGT
kuna chama kinaitwa CGM. Ya, ni kama idara. Yani Christian Gospel Messenger, waeneza injili wa Kikristo. Kwa hiyo nilikuwa nimevaa hiyo t-shirt na lengo langu mimi nionekane, ifike kipindi dunia nzima initambue. Nitakapofika kuzungumza habari hizi, mtu asije akasema kwamba huu shuhuda ni wa uongo, haya mambo ni ya uongo, alikanyaga wapi, alifika wapi. Nilitaka ikiwezekana kamera zilichukue, ili naposhuhudia ulimwengu niwe nashuhudia kitu ambacho ni halisi. Sasa nimevaa ile t-shirt, nimekaa pale nikashuhudia mwanzo mpaka mwisho. Tumeenda pale. Sasa wakati tunaendelea na ibada, unajua ibada zinaendelea pale, kusifu, kuabudu na nini. Kama ilivyo ada, lazima mtu ambaye kweli uko kiroho na unajua uwepo wa Mungu mahali, kuna namna ya kuvuta uwepo wa Mungu. Na kwenye mkusanyiko wa watu wengi lazima tu uwepo wa Mungu utadhihirika. Mradi tu kuna, ndio maana akasema wakutanikapo 2 watatu kwa jina langu, nami nitakuwa katikati yao. Nimeingia pale, nikasema sasa hapa nataka nijaribu kusikia uwepo wa Mungu mahali hapa kama utadhihirika. Wakati sasa tunaendelea kuabudu pale na nyimbo za sifa. Ilipomaliza nyimbo za sifa tunaingia za kuabudu. Naenda napakua macho naangalia huku na kule. Nione labda kuna mtu hata ananena kwa lugha. Hakuna. Hakuna mtu anayenena kwa lugha pale. Hakuna. Yaani ni pakavu, nikitafuta kuvuta uwepo haupo. Pakavu kabisa. Sawa. Nikasema sasa kama hao watu wote maelfu ya watu kama kumbikumbi, yani wakikaa pale watu kama kumbikumbi. Watu wote hawa, hakuna hivi mwenye Roho Mtakatifu hata mmoja ambaye anaweza akanena kwa lugha kama kweli hapa kuna upako wa nguvu ya Roho Mtakatifu. Si watu wangenena kwa lugha hapa. Nikasema hiyo ni ya kwanza. Nikaendelea tu kudaka point. Na take point. Ninazungumza haya wapendwa, narudia tena kusema, ni agizo nililopewa na Mungu niseme. Mimi niko tayari kwa lolote. Iwe kufa, iwe kufungwa, iwe kwa lolote, kwa sababu amenituma Kristo niseme ukweli. Kwa sababu nilipoacha niliugua wiki nzima. Ningekuletea hata huyo mchungaji ambaye alishuhudia siku hiyo wakati nimepigwa na Mungu. Niko madhabahuni na ubiri injili. Niko madhabahuni na ubiri injili. Wakati huo sasa nimeshatoka huko. Ndio nimetoka Dar es Salaam. Nimerudi. Sasa nitaelezea baadaye. Hapo mbele kidogo. Sasa wakati sasa niko pale, wakaendelea na ibada, shuhuda mbalimbali. Sasa zile shuhuda kama kawaida, watu wanasimama, yeye shuhuda aliyekuwa amekunywa mafuta, ona muujiza fulani, sijui na nini, vitu vingi tu. Basi zile shuhuda zikawa zimepita. Basi ikafika kipindi sasa ndio mtumishi mwenyewe anakuja. Na yeye anakujaga ikifika muda wa nini? Ikifika muda wa neno. Yaani mambo mengine yote yataisha, yuko nyumbani yametulia. Yamkini anafuatilia kwenye TV. Aone kinachoendelea. Akishaona tu imekaribia muda wa neno ndo anapanda gari. Kwa hiyo afanyagi ibada yani. Yeye ibada yeye anakuja kwenye kwa ibada yeye haimuhusu. Na kinachomhusu ni neno la Mungu. Sasa sijui waga anasifia wapi? Anasifu wapi? Anaabudu wapi? Kwa hiyo sijajua hilo swali. Sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anakuja muda wa nini? Wa neno. Sasa kwenye screen pale huwa na display wanaonesha kwamba ndo anaingia. Tukaona kule uwanjani kule gari zinakuja zinasongamana na walinzi wake kama wale maskari Migambo na wengine wamevaa zile green combat zile. Wakaja wanafukuzana mpaka pale nje. Kumbe pale nje kulikuwa na magari haya mawili. Magari la mafuta na gari la maji ya upako. Na mafuta upako yanaenda mikoani. Sio, umeelewa? Yametoka kiwandani. Yanaenda wapi? Mkoani. Sio, sasa uone kilichotokea. Sasa mimi nikasema nataka sasa nione. Alipofika pale akashuka kwenye gari. Akachukua chupa lile refu. Chupa la hivi. Ina mdomo mwembamba la kijani. Akalichukua. Akaenda kwenye lile gari. Analiachilia upako sasa. Akafika kwanza kwenye lile gari. Akashika yale maji. Sikule kwenye screen tunamuona. Tunaona kabisa kinachofanyika, lakini ilikuwa ni hapa nyuma tu ya madhabahu. Kwa sababu madhabahu ile wameitengeneza, wameijengelea kama na singboard na nani na display pale na nini. Kwa nyuma tu hapa ni nje, afu kwa mbele kuna vyoo hivi ambapo watu wanaenda kule uani wanarudi. Na pale ni imani za aina tofauti tofauti, Waislamu, Wakristo, wapagani, watu wa kila aina wako pale. Maelfu ya watu wako pale. Sasa kwa nyuma pale ndio kulikuwa kuna gari zimepaki. Kwa hiyo tunaona pale, lakini ukichungulia hivi unaona live anachokifanya.
kwenye screen pia unaona. Kwa hiyo nikawa nasema aha, hili chupa si ndio ile nilikuwa naona kwenye TV, lakini pia si ndio machupa yale ya mafuta yale ya mzeituni ambayo yametengenezwa kichawi na mchanganyiko wa vitu 72 na visomo vya Kiarabu, ambao ndio mashehe leo wanasema kwamba tunasomea dua ya mafuta, tunasomea nini, yana nguvu ya nani? Ya Mungu, kwa imani ya Kiislamu. Wanakwambia tumesomea dua ya mafuta, yana nguvu ya nani? Sasa sijui kitu kilichosomewa dua kina nguvu ya Mungu. Sasa huko mimi sitaki kwenda haraka, nimezungumza huku nyuma. Kwa sababu nguvu inayotenda kazi imetoka kwa nani? Ni kwa shetani moja kwa moja, sio kwa Mungu. Sasa akashika mikono, nilisema uchawi wa kwanza, akaweka mikono juu ya yale mafuta na yale maji. Makontena, machupa ya maji yamepangana pale, yamepakiwa kwenye kalikuwa ni kenta fulani, kafuso. Akaweka mikono pale, akafumba macho hivi, maana yake kama anaomba, ili watu wale wanaamini kwamba anafanya anaomba. Nitaenda kufichua sasa uchawi ambao unatumika pale, ambao nimesema wa aina ngapi? 3. Uchawi wa kwanza nilisema ni maneno, kinywa. Yaani uchawi ili utende kazi ni manuizi. Ukisikia mtu amekufunga ni manuizi kwanza. Sasa pale alichokuwa anakifanya, alikuwa ananuia vitu vitakavyoenda kutokea. Anaachilia, unasema unaona ni upako, lakini ananuia maneno. Sasa wewe utaona anaomba, kumbe ananuia. Sasa kilichokuja kutokea, akanuia pale kama anaomba yale maji anayoombea. Alipomaliza akachukua lile chupa, akalifungua. Chupa sio mafuta ya kula, chupa la mafuta yale ambayo naita ya upako. Akamwaga juu ya yale nini? Yale maji. Akamwaga na lile container la pili, akamaliza akafunga, akaingia pale madhabahuni, akaendelea na ibada. Amefanya ibada pale, ibada inakaribia kumalizika. Ana utaratibu wa kuita watu waje kuombewa. Wale watu waliokuwa na maagano ya uganga, kama umewahi kufuatilia. Sija kufuatilia mambo yake. Ana taratibu hiyo ya kuita wale watu ambao wana maagano ya nini? Ya uganga. Kama mtu alikuwa na maagano ya uganga yote, njoni na uje na vitu vya nini? Vya uganga, ili kuthibitisha kwamba kweli wewe ulikuwa unatumika kwenye madhabahu ya nini? Uganga. Ya uganga. Sasa mimi nikasikia ndani naambiwa nenda. Nikasema hivi kweli nikienda kwenye madhabahu. Kwanza sina hivyo vitu vya uganga. Sio, umeelewa Cha pili naenda ukanyaga kwenye ile madhabahu. Alafu mimi nimekuja kwa ajili ya upelelezi. Kuchunguza nguvu inayotenda nini? Kazi. Lakini je, hata nigundua? Yaani ndio ilikuwa swali langu. Hata nigundua? Nasikia tu msukumo ndani, wewe nenda. Mimi ndio nimekutuma. Sawa. Unajua nikajifunza kitu kimoja pia kwa mtumishi wa Mungu alikuwa anaitwa Elia. Wakati Elia amewaita manabii wa bahari 450. Manabii wa bahari 450. Akawaambia mtasitasita katika njia mbili mpaka lini? Kama Mungu wa bahari ndiye Mungu, basi mtumikieni yeye. Kama Mungu wa Elia ndiye Mungu, basi mfuateni yeye, mumtumikie. Kwa akataka kuonesha utofauti kati ya Mungu wa bahari na Mungu wa nani? Wa Israeli. Sasa ili aoneshe, akawaambia leteni ng'ombe tujenge madhabahu. Ila mtajenga nyie madhabahu yenu kwanza ya Mungu wenu, Mungu bahari. Alafu muite moto. Yule Mungu atakayejibu kwa moto ndio Mungu wa nini? Wa kweli. Sio, unaelewa vizuri? Sasa pale ukifuatilia vizuri kitheolojia, sio kwamba wale manabii wa bahari wale ni manabii wa uongo. Tunaposema manabii wa bahari kwa leo ndio tunasema manabii wa nini? Hawajaanza leo. Kwa hiyo sio kwamba majaliwa leo mimi ndio nimeanza kusema habari za manabii wa uongo. Ni vitu ambavyo vipo toka Agano la Kale. Tumeona manabii wa uongo walikuwepo. Ndio maana hata Yesu akasema watatokea sasa kwa kiwango cha tofauti. Sasa watakuja sio kwa staili ile ya zamani. Watakuja kwa staili ya jina la nani? La Yesu Kristo. Ni manabii wale wa uongo. Sasa sio kwamba wale manabii wa bahari wale wa uongo 450 walikuwa zamani kwenye desturi zao walikuwa wakimuita Mungu wao hajibu. Alikuwa anajibu. Shetani ana uwezo wa kujibu. Na wao unaona watu waenda kwa waganga wanaomba watoto wanapata. Kuna wakati wanapata. Lakini je, ni watoto halisi? Hapana. Yule mtoto ni jini. Linavutwa jini, anasoma dua au ananuia, anaita jini, ile jini anafungamanisha na madhabahu, anamkabisi mwanamke ilizi au anampa dawa fulani ya kunywa, tayari ile jini limeingia ndani yake, anazaa mtoto yule ni jini. Ndio. Anakaa siku 2-3 ile mtoto anakufa, unasema bahati mbaya mtoto amefanya amefariki. Lakini kumbe ni jini. Sio, unaelewa? Jini limerudi kwao. Sasa vitu hivi ndio maana nikasema hata madhabahu za shetani zinajibu. Hata Freemason watu wakienda hawafanikiwi. Wanafanikiwa. Sasa kwa nini ninazungumza habari za manabii wa bahari wale 450? Elia alipomwita Mungu wao
Mungu wake, Mungu wa Elia, ambaye ni Mungu aliumba mbingu na nini? Na nchi. Mungu alijibu kwa moto. Lakini manabii wa Baali wakati wanamuita Mungu wao alijibu. Alikaa kimya. Kwa nini alikaa kimya? Mahali ambapo Mungu wa kweli anataka kudhihirika, lazima miungu ya Baali isimame, izimishwe. Inafungwa ufahamu, inafungwa na vinywa, haiwezi kutamka. Yaani Mungu akiamua kuonekana kwenye eneo lolote lile, huwa akitaka kujidhihirisha, lazima nguvu za giza zifunikwe. Ndio maana tunaona hata kwa Simeoni mchawi. Wakati Filipo anahubiri habari za Yesu, Simeoni mchawi alikuwa anafanya miujiza mingi. Ndio. Ukisoma Matendo ya Mitume ile sura ya 9. Inasema wazi kwamba Simeoni mchawi aliwashangaza watu kwa uchawi wake. Lakini watu walidhani kwamba ni nani? Ni Mungu. Kwamba hii miujiza inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Na watu wakaamini. Kuna watu walisema kwa kweli hii miujiza hii ni ya Mungu wa kweli. Na ndio maana leo kuna watu wanaoamini manabii wa uongo wakidhani kwamba ni miujiza ya nani? Ya Mungu wa kweli. Watu wakaamini, lakini alipokuja Filipo akawaambia hapana. Hii miujiza sio ya nani? Ya Mungu. Ya Mungu. Alipofika pale ile miujiza ikakata, ikakoma. Akaachilia muujiza kwa jina la nani? La Yesu Kristo. Baada ya pale yule Simoni mchawi akainua mikono na yeye akasema, kumbe kuna Mungu mwenye nguvu zaidi ya nguvu ninazozitumikia. Kumbe kuna Mungu anaweza kufanya miujiza zaidi. Unajua mazingaombwe haya, usipokuwa ukisikia mazingaombwe. Najua. Tazungumza hapo sasa ambao ndo anayafanya huyo mtu. Mazingaombwe ya kichawi. Watu wanakunywa sijui nini. Yote ni mazingaombwe ya kichawi. Sawa. Ambao ni mchezo mdogo tu ambao unafanyika wa kiganga. Sasa nitakuja nizungumze hapo baadaye. Sawa. Sasa Mungu wa kweli alimzimisha Mungu bahari. Kwa hiyo nilipofika Mungu akaniambia nenda usiogope. Sasa yeye alitoa commandment akasema hivi. Alitoa nani? Alitoa kama mipaka fulani akasema hivi. Wanaokuja hapa madhabahuni wawe ni wale watu ambao wana vitu vya uganga kweli halisi walikabidhiwa. Waje navyo hapa. Sasa mimi nikasema hivi inakuwaje, niende nisiende? Wengine sasa niache tu ile hofu tu ya kibinadamu. Niache tu kwenda. Nisije nikaumbuka. Ile nataka nidhihirishe hii nguvu inayotenda kazi hapa. Kama hivi ni ile devil spiritual power moja kwa moja niliwaambiwa kwamba anaitumia. Lakini baadaye nikaambiwa nenda usiogope. Fika paka pale madhabahuni, kanyaga kwenye madhabahu pale. Nikasema acha niende. Nikajizima ufahamu. Nikaenda paka madhabahuni. Nimefika pale, watu walikuja na vitu vya uganga kule wakavimwaga pale, wakabwaga pale na nini. Mimi tukakaa sasa pale tumepanga foreni. Pale mbele madhabahuni. Wakati tumekaa pale madhabahuni, akaanza sasa kuhoji mmoja mmoja. Sawa. Wewe ulikabidhiwaje hiyo vitu vya uganga, viko wapi kwanza? Anaonesha hivi hapa. Ulikabidhiwaje? Anasema nilipewa na babu yangu, si nilipewa na ushuhuda hapo. Ushuhuda. Wewe ilikuwaje? Mimi nilipewa na haya. Wewe ilikuwaje? Viko wapi? Nikasema sasa mimi hapo sasa niko najiuliza, sasa mimi hapa nikiulizwa viko wapi itakuwaje? Ila nikasema hapa lazima niseme tu, nitunge tu kweli na ni uongo unaofanana na ukweli halisi, kwa sababu na mimi pia nilikuwa na madhabahu. Sawa. Nilikuwa kwenye madhabahu ya uchawi na uganga. Kwenda napitia trick hiyo. Niseme kweli na mimi nilikuwa na madhabahu, lakini vitu hivyo ni vilishafanyaje? Vilishateketezwa. Sio, umeelewa? Sasa ilipofika pale kwangu, na wewe kwanza kabla hajanigusa mimi, alikuja pale kwangu. Alipofika, akataka kama kuniwekea mikono akahama. Akaenda kwa mama mwingine. Alimaliza kumwekea mama mmoja pale na ile power ile ya pu. Silikwambia ile power ya kupuliza hivi. Pokea. Sasa hivi hawana. Hata yeye alikuwa anafanya na manabii wengine. Walikuwa wanafanya hiyo. Pokea. Watu wanaangukiana, wawe 100 wawe 100 ngapi. Huna pepo utajijua wewe. Utaanguka tu. Pokea. Watu wanaangukiana. Sasa hiyo wakawa wameishtukia. Watu wengi walishtukia kwamba hii mkidi hamna huyu. Hii sio nguvu ya Mungu. Sasa hiyo wakaijua kwamba hii style hii tuiache. Tuje na style nyingine mpya. Kwa hiyo wakaja na hiyo ya kupuliza. Ndio hiyo inaitwa power. Ukisikia neno power. Ndio hiyo. Power inayotoka wapi? Kuzimu. Akipuliza kule watu wanalipuka pepo. Hata kama amemwekea mkono mtu unaonekana pepo limelipuka. Maana yake ni nguvu ya utiisho ambayo inakuja kwa ajili ya yaani inafika kama vile inakuteka ufahamu fulani hivi. Sio, umeelewa? Ikifika pale inakuwa kama imekuteka ufahamu, kama kukuzubaisha hivi. Kama zingaombe fulani hivi. Baadaye unakuwa kama hujielewi. Utaanguka hata kama una pepo. Sawa. Kwa sababu ulishafika pale kwenye ile madhabahu. Sawa. Utaanguka. Hata kama ni nani, hata kama ni askofu utaanguka. Sasa kilichotokea, akaja kama anataka kuniwekea mikono akakwepa, akaja akamwekea mama mmoja. Afu baadaye ndo akarudi.
Kwanza kabla kuniwekea mikono, wakati anahoji, aliuliza, alinifikia mimi. Na wewe ilikuwaje? Ulipewa nini? Wakaniletea maiki. Unajua wale watenda kazi, haraka pale wakaleta maiki. Nikasema mimi nilipewa uganga na babu yangu. Nilithishwa kwenye tumbo la mama yangu tangu nikingali tumboni. Nikingali tumboni mama yangu. Hivyo vitu umepewa, umekuja navyo? Nikasema hamna. Nilishavichoma moto. Sasa ilikuwaje? Nikamwambia waga inakuwa ulijuaje kama umepewa hilo agano? Nikasema nilipewa tangu tumboni mama yangu, na mama yangu aliniambia kwamba nimelithishwa kutoka kwa nani? Kwa baba. Katika watu ambao waliambiwa njoo hapa ni mimi peke yangu. Mimi ndo niliambiwa njoo hapa. Akaniambia njoo hapa. Nikaenda paka pale kwenye kiti chake, alikuwa amekaa pale madhabahuni. Amekaa hivi. Akaniita njoo hapa. Nikaja nikasimama kama hapo. Wale watumishi wake wakanizuia nisimsogelee karibu. Kwa hiyo nikaishia kama hapa. Kama vile hapa na hapa na mimi nilipo. Ilikuwaje? Ndo akaanza kunihoji sasa, ilikuwaje? Nikamuelezea mimi nilithishwa na nini na nini. Kwa hiyo unahitaji kufunguliwa? Nikasema ndio. Basi pigia Yesu makofi, watu wakashangilia huko. Kwa hiyo mimi nikarudi pale. Sasa baada ya kumaliza kuhoji wote, ndio inafika wakati wa kuja sasa, anawaombea watu. Anawapuliza watu wenye mapepo pale, wanaanguka, wengine inakuwa ni vurugu pale. Akafika sasa kwangu. Kabla hajafika kwangu, akaenda kwa dada mwingine, akakwepesha, akaenda kwa dada mwingine. Akamwekea mikono na nini, mapepo yakalipuka pale, akarudi. Sasa aliporudi kwangu, wakati anarudi pale kwangu, nikasikia kama vile kuna pazia fulani imefunikwa. Si unanielewa vizuri? Okay. Yaani nilishtukia, unafikiri hata sikumuona jinsi alivyokuja. Yeah. Sikumuona hata kumuona. Nilishtukia kama kuna pazia fulani imefunikwa pa. Nipoona ile pazia, nikasema kuna nini hapa? Nikasema sasa leo nataka nione hiyo nini? Au ndio hiyo nguvu hiyo. Ukishakanyaga kwenye hii madhabahu tayari, ukishakamata ukishakanyaga kwenye hiyo madhabahu yao lazima ukutane na hiyo nini? Hiyo nguvu. Sio kuendelea vizuri. Nikasema ndio hiyo nguvu. Nikasema sasa ngoja leo lakini sasa hapa lazima ili nionekane kama kweli nilikuwa na ile madhabahu. Nijifanye na mimi ishara ile ya kwamba umechanganyikiwa. Napokea uponyaji. Kwa hiyo akaja, alipofika pale akaniwekea, aliingiza mkono hapa tumboni. Aliingiza tumboni au aliweka juu? Aliingiza, unaona hapa shati hivi. Alipeleka mkono hivi tumboni, akaniwekea hapa. Tumboni. Lakini ilikuwa imevaa ndani singlet. Kwa aliweka juu ya nini? Singlet. Ya singlet kwa ndani. Alipoweka mkono sasa mimi nikawa nainama hivi. Nikainama hivi najivana na mimi kama nimechanganyikiwa hivi. Baadaye akapuliza kwa nikasukumwa. Kuna nguvu fulani nikasukumwa nikaja kwa nyuma hivi kama nataka kuanguka. Wakanidaka walikuwa wamenishika. Wale wafanyakazi wake. Mmoja ameshika huku, mwingine. Kwa sababu ukienda tu ili uombewe lazima ukushike. Mmoja huku mwingine huku. Ndio anakuwekea mikono au anakufanyia anataka kukufanyia. Sasa bibi wakati anafanya nikapelekwa huko nyuma afu akanirudisha akaniambia nenda. Nikasema umaliza. Umepona. Nikasema kwa hapo tayari ndio nimepokea. Wakati huo mimi siumi chochote. Nafikiri nimeshuhudia kule kwamba maroda tumbo niliponywa ndani nikiwa pamoja na shemeji yangu na mke wangu. Na kupitia maji ndio chanzo cha kufuatilia manabii wa nini? Kwa nini maji yalitumika? Si unaelewa? Kwa hiyo yule ambaye anaendelea kufuatilia mwanzo mpaka mwisho atakuwa anaelewa kile ninachozungumza. Sasa nikaambiwa wale wafanyakazi wakaniambiaje? Nenda kule tayari. Nikamwambia haina shida, nikashuka paka kwenye kiti nikakaa. Nikakaa ndo nikaanza kutafakari, hii nguvu ambayo ukifika pale ni kama inakuzubaisha. Yaani kuna kama nguvu fulani kama inakufanya uchanganyikiwe. Sio maana vizuri. Inakuzubaisha fulani, yaani kama vile pazia. Na hata alipofika pale mbele yangu, sikumuona vizuri kwa uhalisia. Ni kama vile nilipigwa kama changala macho fulani hivi. Alafu ghafla ndo nikafunguliwa. Nikamwona hivi live. Baada ya kuwa wamerirua pale, kumbe nimepigwa kama nataka kuanguka afu nikarudi. Nikasimama ndo ananiambia eti nenda tayari. Unajua nikashangaa, nikasema kwa hiyo Mungu nataka kuniambia okay, hii ndio ile nguvu ambayo kama ile Kanumba aliyoipokea wapi? Kuzimu.